Mwanaume huyu hakuweza hata kuinua chuma cha kilo chache cha mazoezi. Msichana mmoja alipoona hali hiyo, alimsaidia mara moja. Mwanaume alishangaa kidogo kwa msaada huo. Msichana alidhani tu kwamba mwanaume alikuwa anajiandaa kufanya mazoezi, hivyo akamrudishia chuma kile. Lakini chuma kilikuwa kizito sana, mwanaume akaanguka chini mara moja. Msichana aliogopa na kaomba msamaha haraka. Wakati huo aligundua kwamba saa ya mwanaume ilikuwa imevunjika. Ghafla msaidizi wa mwanaume alikimbia akaja na kusema saa hiyo ni toleo adimu duniani na thamani yake inaweza kufika $500,000. Mwanaume alidai msichana alipia uharibifu huo mara moja. Ni wazi msichana hakuwa na uwezo wa kupata pesa nyingi kiasi hicho. Ili kufidia hasara hiyo, alijitolea kufanya kazi kama mfanyakazi wa nyumbani katika nyumba yake. Mwanaume alikuwa karibu kukataa na kuondoka, lakini ghafla alijihisi dhaifu sana mwilini. Msichana alimshika haraka ili asidondoke. Wakati huo mwanaume alihisi kuna kitu cha kipekee kuhusu msichana huyo, hivyo akaamua kumkubali awe mfanyakazi wake wa nyumbani. Msichana alikubali kwa furaha na kaenda pamoja naye hadi kwenye nyumba yake ya kifahari sana. Alipofika alishangaa sana kuona nyumba hiyo ilivyo kubwa na ya kifahari. Baadaye mwanaume aligundua kundi la wanawake wa ajabu ndani ya nyumba. Mara moja akaondoa alama za bandia za umbo la petali walizokuwa wamechora kwenye miili yao. Aliwafichua kuwa walikuwa wanawake wanaojifanya ili kuolewa na tajiri. Mwanaume aliwafukuza wote nje. Kisha alimwambia mama yake aache kumtafutia wachumba. Kumbe mwanaume huyu alikuwa amelaaniwa na laana ya ajabu ambayo humfanya mara kwa mara kupoteza nguvu zote mwilini. Njia pekee ya kuvunja laana hiyo ni kuoa mwanamke mwenye alama ya kuzaliwa ya umbo la petali. Msichana alishangaa sana kusikia hilo. Hakuweza kuelewa kwa nini wanawake wale walikuwa wanajichora alama za bandia. Hata alifikiria kuondoa alama ya petali aliyokuwa nayo kwenye mwili wake. Mwanaume alidhani msichana huyu anataka kukwepa kazi, hivyo akamwambia arudi kusafisha sakafu. Msichana alianza kusugua sakafu kwa bidii na kusema atakufanya iwe safi kiasi kwamba inaweza kuwa kama kioo. Mwanaume alitabasamu kwa siri. Mama yake alishangaa sana kwa sababu huyu ndiye mwanamke wa kwanza kabisa aliyewahi kumfanya mwanaye atabasamu. Kama umeipenda, like, share na kucomment. Asante.